sababu ya kicheko changu, wewe ni sababu ya tabasamu langu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa. Mwenyezi Mungu, unastahili Mwenyezi Mungu, Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe, Yesu, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe, haleluya, unastahili haleluya kwa Yesu. unastahili wewe, Bwana wastahili wewe, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe, Yesu unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe, Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe, Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili Simba wa Yuda, unastahili asubuhi kuabudiwa Bwana. Ndio maana tunanyosha mikono yetu tukisema Bwana unastahili. Ndio maana tunasema wewe Bwana uketie juu ya wakuu. Wazee 24 Bwana wanasema mtakatifu, mtakatifu. Nasi mfalme hapa duniani tunaungana nao, tunasema wastahili kuabudiwa, tunasema wastahili kuinuliwa, mfalme wa wafalme. Tunasema wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio mwangaza wetu, wewe ndio taa ya miguu yangu, wewe ndio mwanzo na mwisho, wewe ndio mwanzilishi mfalme katika huduma hii. Ni wewe mfalme, wewe ndio sababu ya kukuabudu asubuhi, wewe ndio sababu ya kukuinua asubuhi mfalme. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa Bwana, unastahili, unastahili kuabudiwa Bwana. Tuseme unastahili, unastahili kuabudiwa Bwana, unastahili kusujudiwa, unastahili kusujudiwa Mfalme. Unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa Bwana, kuabudiwa, kusujudiwa, unastahili kusujudiwa Mfalme. Unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili Yesu, unastahili kusujudiwa Mfalme. Unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili Yesu, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa Bwana. Wastahili, wastahili Yesu, wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Yesu, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Tuseme wastahili, 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 wastahili Bwana. Yesu, wastahili, Yesu, wastahili, wastahili, wastahili. Hebu tuinue mikono yetu tukisema wastahili, wastahili. Tuinue namna hii, wastahili.
kama wewe Bwana. Tumuinue Bwana tukisema Bwana wastahili. Wastahili Yesu. Unastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili kusujudiwa Mfalme. Unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili Yesu. Unastahili kusujudiwa Mfalme. Unastahili kuabudiwa Bwana. Machoni petu unastahili kusujudiwa Mfalme. Wastahili Bwana. Tuinue mikono tuseme wastahili. Bwana wastahili. Wastahili Bwana. Bwana wewe wastahili. Wastahili Bwana. Wastahili. Wastahili Bwana. Wastahili. Wastahili Bwana. Yesu wastahili Bwana. Yesu we worship your name Jesus. Ye Bwana wastahili. Yesu Mwenye mamlaka. wastahili heshima zote Bwana. Wastahili kuinuliwa Yesu. Wastahili kutukuzwa Yesu. Wastahili Baba, wastahili wewe Yesu. Tunakuimbia usiyeshinda Bwana. Tunakuabudu Yesu. Tunakiri kwamba wastahili. Somebody just lift his name higher. Mwambie Bwana wastahili. Wastahili, wastahili Yesu. Wastahili wewe Bwana wa mabwana. Wewe ni wetu. Tunakuinua Bwana, tunakuinua. Tunakuabudu Yesu, tunakuabudu. Tunakiri wastahili Yesu. Oh Lord, unastahili Bwana. Oh Lord, unastahili Bwana. Hallelujah. Wastahili sifa za moyo wangu. Na kuabudu, uliniumba nikuabudu. Wastahili sifa za moyo wangu. Na kuabudu Yesu, uliniumba nikuabudu. Hey, na kuabudu. Ee Mungu wangu, na kuabudu. Mwambie wastahili Bwana. Wastahili sifa za moyo wangu. Wastahili Bwana. Wastahili sifa za moyo wangu. Yesu
asubuhi ya leo mwambie na kuabudu na kuabudu wewe Mungu wangu na kuabudu Yesu wewe mara ya mwisho na kuabudu wewe na kuabudu Baba Mungu wangu na kuabudu wewe somebody just worship the Lord this morning na kuabudu wewe mwabudu Bwana kwa kuwa mwabudu Yesu mwabudu Yesu mwabudu Bwana mwabudu Yesu just worship him just glorify the Lord Mungu wetu twakuabudu Bwana twakuabudu Yesu twakuabudu Bwana tunakupa sifa za mioyo yetu wewe ndiwe Baba wewe ndiwe Mungu the glory in your presence Lord we give you worship Jesus we adore you Lord we adore you Jesus we lift you high Lord we adore you we adore you twakuabudu Yesu twakuabudu Bwana Yesu ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ukuu wako Baba ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu ukuu wako Baba Baba ukuu wako Yesu uaminifu wako Baba ni sababu ya kukuabudu ukuu wako Baba Baba na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu haleluya haleluya nina sababu ya kukuabudu haleluya nina sababu ya kukusifu ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu Ambia Bwana ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu asubuhi ya leo. Pokea sifa za mioyo yetu Bwana, pokea ibada yetu asubuhi ya leo. This is what we can give unto you, Lord. This is what we can give unto you, King of glory. Receive our worship, Lord. Receive our worship, oh Lord. Receive our worship, King of glory. We adore you. Somebody adore the Lord this morning. Worship him. Mwambie Bwana kuwako na uaminifu wako ni
sababu ya kukuabudu. Ni sababu ya kukuabudu. Hallelujah. We worship you, Jesus. Lord, in your presence, oh Lord. We worship you, Jesus. We adore you. Magnify thy name, Jesus. Hallelujah. 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 Somebody just testify to the Lord this morning. Mwambie Bwana ukuu wako na uaminifu wako. Ndio sababu ya kukuhimidi Jehova. Jinsi ulivyokuwa mwema kwetu Bwana. Tunakupa sifa asubuhi ya leo. Vita Bwana ambavyo umetupigania ni sababu ya kukuabudu. Uponyaji juu ya maisha yetu Bwana ni sababu ya kukuabudu. Amani ya mioyo yetu asubuhi ya leo ni sababu ya kukuabudu. Jinsi tulivyo leo Bwana ni sababu ya kukuabudu. Tunakuabudu Yesu. Oh Lord, we worship you. Lord, we glory in your presence. You are holy, Jesus. You are holy, O Lord. The Lamb of the Lord, we worship you. Oh, we pour our hearts up before you, Jesus. We adore thy name, O Lord. We adore thy name, O King of glory. Oh, we pour our hearts up before you, Jesus. Confess that, O God, your greatness, O Jesus. Your mercy, O King of glory. And endures forever, Jesus. Neema yako Bwana inatutosha. Nakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu wewe ni chanzo cha Kwa dakika tu moja mshukuru Bwana kwa moyo wako. Mwambie Bwana na kuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu Bwana. Wewe ni sababu ya kuishi kwangu Bwana. Isingelikuwa wewe Jehova, hatungelikuwa mahali hapa. We give you worship, Jesus. Yeah. Hallelujah. Amen. Father, in the name of Jesus, we give you our worship this morning. We thank you, Lord, for your presence that is in the house.
We thank you, Lord, for you have spoken with our hearts through our worship this morning. We pray that, Lord, continue speaking unto our hearts this day. Bwana, tunakutegemea na tunakuhitaji ukatuzungumzie. As we read your word, tunaomba kwamba Bwana ukatuzungumzie, ukanene na maisha na mioyo yetu asubuhi ya leo. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Tunaweza weka mikono yetu pamoja tumshangilie Bwana kwa kuwa yeye ni mwema. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba Bwana anaketi katikati ya waabuduo. So I believe that this worship that we have given unto the Lord this morning, He has received it. Amen. Bwana na akakutane na mahitaji ya mioyo yetu asubuhi ya leo. So kwa sababu ya muda, ningependa niwakaribishe wote. Pia nikikuuliza unisaidie kumkaribisha aliye karibu na wewe. Mkaribishe katika ibada ya siku ya leo. Mkaribishe katika nyumba ya Bwana siku hii. Umwambie kwamba Bwana anampenda. Amen, amen. So ningependa nisome andiko fupi sana. And naamini ya kwamba Mungu anaenda kutuzungumzia. Kila wakati tukiwa uweponi mwa Bwana, mimi naamini ya kwamba every moment that we find to stand in the presence of the Lord ni wakati wa Bwana kutufanyia jambo jipya. Na ninaamini ya kwamba kila wakati tunaingia marango haya ni wakati wetu wa kupokea kutoka kwa Bwana. So may the Lord do you a new thing in the name of Jesus. Amen. So I would like to read some few verses from the Bible, but allow me to start from the book of Psalms, chapter number 42. Psalms number 42 and verse 11. David is asking a question. He's asking his heart. Anauliza ya kwamba, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Bwana asifiwe. So our topic today, kitu ningependa tuongelee kidogo ya kwamba be at rest, kwamba pumzika. God is in charge. Bwana asifiwe. Wakati mwingi huwa tunapigana vita. Wakati mwingi huwa tunajisumbua kwa mambo mengi. Wakati mwingine unapata ya kwamba tuna yale the situations that we are in zinatusukuma until sometimes tunajipata ya kwamba tunataka kusimama katika nafasi ya Mungu ambayo hatuwezi tukasimama. Bwana asifiwe. There are kuna mahali sisi kama wanadamu tunaweza fanya tukafika, ama kuna nafasi hata katika kujitetea tunaweza kusimama tukajitetea tukafika. But there are some places ambazo hatuwezi fika. Tunahitaji kupumzika so that God Himself can fight, can handle those situations for us. So that is why the Lord wants to speak unto us this morning. Anataka kutuambia ya kwamba tupumzike, yeye ako kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. So be at rest, the Lord is in charge. Amen. So David anaposema, sometimes unakuanga unapitia mambo mengi katika maisha. Anapozungumzia moyo wake, it is the moment that he was passing through a road. Anapitia machungu, anapitia machozi, moyo wake ukaanza kutaabika ndani yake. Akaanza kuwa na maswali mengi. Yani anasumbuka, mawazo yanamsumbua, hana la kufanya. But akafika wakati he encouraged himself. Praise the name of Jesus. He encouraged himself in the Lord. And he asked his heart a question. Why my soul? And I was like, why my soul are you downcast? Why are you so much disturbed? Akajua ya kwamba moyo wake umehuzunika, moyo wake umesumbuka. So there is a time wakati moyo wetu
unafurahia. Also there is a time moyo wako unakuwa na mambo mengi. So David knew that his heart was troubled. So anauliza moyo wake, then why are you disturbed? Swali ambao wengi wetu tunajiuliza. There's a time unafikiria, God, I'm serving you, but why am I passing through this? Unapitia mambo mengi. So I want to encourage you this morning, as David is saying here, that put your hope in God. Bwana asifiwe. When your heart is troubled within you, wakati moyo wako unahuzunika, wakati moyo wako unapitia mambo mengi, hauwezi ukafanya jambo lolote. Hakuna chenye utaweza fanya kitaweza wakati mwingine unakosa cha kufanya cha kutuliza moyo wako. The Bible is encouraging us that we should put our trust in the Lord, for He will save us. Bwana asifiwe. He is our salvation. So David anaongeresha moyo wake, anaambia moyo wangu tulia na ukae kimya kwa Bwana, kwa kuwa Bwana ni wokovu wangu na atanisaidia. So katika mioyo yetu, when we are troubled, I want to encourage us that tunahitaji zaidi kumuhusisha Bwana katika yale mambo ambayo tunapitia, yawe mazuri yanayosumbua moyo. Unajua there is a time unakuwa na jambo nzuri, unataka Mungu akufanyie jambo fulani, mpaka linafika linakusumbua, aulali, unafikiria nitafanya aje so that I may achieve this. Wakati mwingine unapitia jambo chungu linakusumbua. So haya yote yanaweza yakasumbua mioyo yetu. Daudi anasema ya kwamba put your hope in the Lord, for He is my salvation. Bwana Yesu asifiwe. Also David says in the book of Psalms 34 and verse 19 that good people serve us many troubles, but God, the Lord, saves them from them all. Anasema ya kwamba watu wazuri wanaweza wakapitia mambo mengi machungu. Bwana Yesu asifiwe. Yanayoweza kufanya mioyo yao ikakuwa mizito, yanayoweza kusumbua mioyo yao. But this morning ningependa tuchimize kwa hilo neno ya kwamba tupumzike, tuachane na mambo mengi yale ambayo yanatusumbua. Even as we are serving God, tutulie kimya kwa Bwana, for the Lord knows on how to handle our battles. Praise the name of Jesus. So trust upon the Lord whenever your heart is troubled. Trust in the Lord whenever you are tested, even if you are serving God na moyo wako wote, because maisha ambayo tunaishi yana milima, yana miteremko. Unaweza kuwa offended, even you are, hata wenye mnafanya kazi na wao, hata wenye mnaabudu na wao, wanaweza kuwa kikwazo katika maisha yako. But the Bible says God will never leave the righteous, will never forsake the good people. He will come for their rescue, and He will restore them from whatever that they are passing. So the word that I wanted to read, nikubalie tusome Isaiah. This was our main verse, chapter number 60. Ingekuwa vizuri tusome kutoka juu, but I will read some few verses ili Bwana akatusaidia. So when you read in the book of third book of Isaiah, chapter number 60, the Bible is talking about the glory of the Lord once again to the children of Israel. You know, wana wa Israeli walipitia mambo mengi, mpaka wakakuwa captives in the land of Egypt, lakini Bwana akawaokoa. But there are many things that they were passing through. Wakakuwa katika giza, wakakuwa katika mateso mengi. But this verse ni verse, yani chapter number 60 yote ni ya kuwatia moyo about the plans that God has towards their lives. So Bwana anawaambia ya kwamba verse 1, if I may read verse 1, the Bible says, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is rising upon you. Bwana asifiwe. So mahali ambapo tumesoma ni Waisraeli wanaambiwa ya kwamba watulie, wapumzike, kwa kuwa Bwana yuko pamoja na wao.
God is in charge. Anawaambia Bwana, sasa ni wakati wenyu wa kusimama ama wa kuinuka na kuangaza. Sio kuinuka tu hivyo, kwa sababu nuru ya Bwana imewaangazia. So there is a time you will be in darkness. Kuna wakati utakuwa kwa giza, kuna wakati utakuwa kwa shida mingi, kuna wakati hautaona hata furaha. But that the Bible is encouraging us this morning that we should arise and shine, for our glory has come, and the Lord, the glory of the Lord is shining upon us. So verse yenye nilikuwa nataka kusoma ni verse number 22, but you will allow me to read again from verse 19. The Bible says that the sun shall be no more thy light by day, neither for the brightness shall the moon give light to thee. But the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. Verse number 20, the Bible says, thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself. For the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. The days of thy mourning shall be ended. Verse number 21, the Bible says, thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branches of my planting, the works of my hands, that I may be glorified. So verse number 22, the last one, that was our main verse, inasema ya kwamba, a little one shall become 1,000, and a small one stronger nation. I, the Lord, will hasten it in his time. Bwana asifiwe. So mahali ambapo tumesoma ni Mungu anatia Waisraeli moyo ya kwamba Bwana ndiye mwanga wa milele. He is the everlasting light. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba there is a time that the sun will never produce the light, nor the moon also. But he says that it will be everlasting light. Bwana anasema ya kwamba yeye atakuwa mwanga wa milele. Hata wakati jua na mwezi vitakose kuproduce ama kutupea mwanga, Bwana anasema ya kwamba yeye atachukua hiyo nafasi ya kuwa mwanga wetu. Atakuwa anatumulikia wakati wote. Anasema hata taifa letu ama kizazi chetu kinachoonekana kuwa kidogo, kwa wakati wa Bwana atakifanya kitakuwa mataifa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. So that is what I wanted to say. Ya kwamba anatuhimiza Bwana ya kwamba this morning as we are seated here, tunaweza kuwa tunajiona ya kwamba hatutoshi. Tunaweza kuwa tunapitia hali ambazo pengine zinaleta giza katika maisha yetu. Anatuhimiza Bwana ya kwamba there is a time yeye mwenyewe atashuka katika maisha yetu, and he will shine upon our lives. Ya kwamba ataangazia maisha yetu. Na anasema ya kwamba sisi tulio wachache, Bwana asifiwe, wewe uliye mchache, wewe unayejiona ya kwamba uwezi, wewe unayejiona peke yako, wewe unayejiona ya kwamba hauna msaada, Bwana anasema ya kwamba he will enlarge you. Atakufanya utakuwa kizazi kikubwa. The only thing that is wanted, the only thing that is required of you ni ile ya kwamba utulie. You rest, for God is in charge. Bwana asifiwe. Utulie, mambo mengine Bwana anafanya nini? Anashughulikia. Anajua maisha yako, anajua mahali kuna giza katika maisha yako, anajua mahali unaweza, pia anajua mahali hauwezi. So he is encouraging you. Anakutia moyo this morning. Anakuambia ya kwamba wewe unayejidharau, wewe unayejiona mchache, wewe ambaye umetengwa, Bwana atakufanya
uwe taifa kubwa. Na hilo ndilo jambo ambalo tunalifurahia, ya kwamba leo mtu unaweza kuwa unaweza kuwa mchache, mtu unaweza kuwa hata hauna kitu, but there is God who is planning towards your life. Anasema ya kwamba kwa sababu ya utukufu wa jina lake, kwa kuwa Bwana anahitaji kutukuzwa, kwa kuwa Bwana anahitaji sifa. You know, when you need praises, there is something you can do. So kwa kuwa Bwana anahitaji kusifiwa, kwa kuwa Bwana anahitaji watu waone ya kwamba yeye ni Mungu anayeweza, there is something he is planning to do towards your lives, so that he may be glorified. And that thing is happening. He says that arise and they shine, for your glory is in the house this morning. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nikutie moyo unayekuwa ambaye unalia asubuhi ya leo, ambaye umekufa moyo. Daudi anasema, anaambia moyo wake ya kwamba tulia na umtumainie Bwana. So trust upon the Lord. Mtumainie Bwana this morning, kwa kuwa anakujua, anajua mambo yote. He says in the book of Jeremiah chapter number 29 and verse 11, for I the Lord knows the plans that I have towards you. Bwana asifiwe. Yeye ni Mungu anayeelewa mipango ambayo yako nayo juu ya maisha yako. Wakati mwingine unawazana kwamba Bwana amechelewa. Bwana Yesu asifiwe. But mipango yake ni ya hakika na ni ya ukweli. He does things at his own time. Ndio maana amesema ya kwamba, mahali ambapo tumesoma ya kwamba hapo Isaiah chapter 60 and verse number 21 anasema, a little one shall become a thousand. Ya kwamba yule aliye mchache, yule anayejiona mmoja, yule ambaye anajiona mdogo leo, Bwana anaenda kukufanya. Anasema kwamba mmoja atakuwa 1,000. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu ako na mipango juu ya maisha yako, na ni mipango ya Mungu ni ya kukupanua, so that you become a crowd. Wewe unayejiona mmoja, wewe unayejiona hauna rafiki, the Lord is doing something this morning. He is bringing people unto your way, na atakufanya uwe kizazi kikubwa. Anasema anasema hapo ile line ya mwisho ya kwamba I the Lord will hasten it in his time. Anasema ya kwamba hatasababisha, wakati wake utakapofika, atasababisha hayo mambo yawe kwa haraka. Bwana asifiwe. Agotebanga chinga kichia yekero chiwika ko gokorera egento aguchiango ichibe bwango. Bwana asifiwe. You know, ekero togosoma ekero Nyasaye ago sesenia Penina na Ana mono mwana. You know, ama tuko konyora asukire. No ana Abraham, ekero Nyasaye komusina no mwana Isaac. Siku zilikuwa zimeenda, but because of the promises that God made, asinge nchechira chirichie kene cha Nyasaye aliete. No anya konyora matukaba etira achire. Agakorege konekerige kababwango. So at the proper time of God, nororanga kianyo, nororanga whatever that you have been waiting, whatever that you have been praying for, kianyo at the proper time of God, Nyasaye kwa yiriage konekiao. Bwana asifiwe. Tiga Nyasaye akole ngana buna lingana lia hili atebire. Tomo se meliere na bwate miroberi atali yogo tosiria. Miroberi atali yogo tiga tosirera sama boko yaba bisaito. Bwana asifiwe. Yeye ana mipango juu ya maisha, and I believe in him ya kwamba hiyo mipango itatimia kwa wakati wake. Unaweza ona imechelewa leo, unaweza ona maombi yako yamechelewa, unaweza ona njia zako zimefungika, but at the proper time of God atafungua njia na ataharakisha mambo. Yale yalikuwa yanaonekana yamechukua muda, yale yalikuwa yanaonekana ya kwamba yatawezekana, atayafanya na atayafanya kwa haraka. Bwana asifiwe. So Bwana anapofanya jambo, hata kama limechelewa, amesema ya kwamba atalifanya kwa haraka. So in our lives tusitie shaka. Bwana yuko pamoja nasi, na yeye anatupangia mambo mazuri na atayatimiza kwa wakati wake. What is required of us ni kutulia kimya, tumuombe Mungu, tumuamini, tukabidhi mioyo yetu kwake, kwa kuwa anaweza. Wakati wake utakapofika, bila shaka yale ambaye alikuwa ameyatarajia yawe, yale ambaye alikuwa idia, yale ambaye alisema hata kama muda umeenda,
Bwana asifiwe. You know, there is something unaweza kuwa umeombea. As I was telling somebody ya kwamba since nikiwa kijana, there is something nimeombea almost from 2014 mpaka almost 2023. From 2014, almost 9 years praying for one item. Bwana asifiwe. Yaani unaombea kitu moja tu, unaomba huu mwaka haikui. Yaani you pray, it's not happening as you are praying. Wakati mwingine unaomba tu unaona ya kwamba Bwana amefanya. But the situation inatulia kidogo, inapolipuka mara ya pili unasema maombi yangu ndo yalifanya ikalipuka hivi. But at the proper time of God, at 9 years time of praying, ndo Bwana anajibu na unaweza Mungu. Yani muda huu wote nimelia, nimeomba. But at the proper time of God, ataharakisha hiyo jambo liwe kwa utukufu wa jina lake. So tumtumainie Bwana, yanayotushinda yeye anaweza. Bwana asifiwe. Machozi yetu atayafuta mwenyewe na atatupa furaha ya milele. Bwana wabariki sana, watende jambo jipya. So ningependa tusimame juu and we prepare our offerings. Tunapoimba wimbo kidogo, tutoe sadaka zetu, halafu nitamaliza na maombi na Bwana atatusaidia. Jua Bwana utatenda hata kama itajukua muda. Najua Bwana utatenda. Utatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana utatenda. Oh, najua Bwana utatenda. Utatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana utatenda. Oh, najua Bwana utatenda. Najua Bwana utatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana utatenda. Najua Bwana utatenda. Najua Bwana utatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana utatenda. 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 Utatenda hata kama itachukua muda. Najua
tuamini tunapoomba. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakiri kuwa wewe ni Mungu mwema asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako Bwana, na upendo wako. Umetupigania, umetusaidia Jehova. Leo hii tena tuko uweponi mwako. Asante kwa sababu Bwana umetuzungumzia katika vipindi ambavyo vimepita Bwana. Kulikuwa na Sunday School, kulikuwa na Praise and Worship, ukatuzungumzia Bwana hata na kwa neno lako. Tunachitia moyo kwa neno lako asubuhi ya leo, ya kwamba Bwana, kwa wakati wako ule ambao umeutenga Jehova, utakuja na utayatimiza yale Bwana ambayo umeahidi juu ya maisha yetu, na utayaharakisha ili yawe Bwana kwa haraka. Naombea kila mmoja aliye mahali hapa Bwana, ambaye moyo wake umekuwa mzito kwa sababu yale ambayo amekuwa akiyapitia Jehova. Nikimtia neno na neno lako katika kitabu cha Yeremia Bwana, mahali unasema ya kwamba wewe unaelewa na unajua mipango ulio nayo juu ya maisha yetu Bwana. Sio mipango ya kutuangamiza, bali mipango Bwana ya kutupea tumaini. Tuimizike kwako asubuhi ya leo Bwana, tukutwike mambo yetu yote ili Bwana tukapumzike, ukayasuruhishe. Kwa kuwa unasema katika kitabu cha Mathayo ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Bwana, tumesalimisha mambo yote kwako, tunapumzika ili Bwana ukatushughulikie katika jina la Baba. Jehova, bariki wazee na wamama ambao wamesikiza neno hili, nikawatie moyo na kwamba Bwana ni vizuri kukutumainia, ni vizuri Bwana kuweka tumaini letu kwako hata wakati mambo ni magumu. Tunakutegemea, tunakutumainia kama Baba wetu. Na kushukuru pia Bwana kwa sababu ya sadaka zetu, fungu zetu Bwana, na matoleo mengine ambayo wanao wamekutolea mahali hapa asubuhi ya leo. Jehova, na waombea baraka, na waombea neema, na waombea kibali kitokacho kwako. Wabariki kulingana na neno lako Jehova. Fuatilia mashamba yao, kazi zao, mifugo, hata chochote kile wanachokifanya, ili Bwana wanapata riziki yao, wasipungukiwe, waone wema wako kila siku. Tubariki Bwana tunapoendelea na ibada yetu mpaka mwisho wa siku ya leo. Tutalishukuru jina lako, tuseme ya kwamba Bwana umekuwa mwema. Walio njiani ni mikononi mwako, na walio hapa ni mikononi mwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, tawala mahali hapa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Tunaweza endelea kusimama. Asaya Shine Praise and Worship watuendeleze. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo nipungie mkono namna hii jamani. Hallelujah. Amen. Amen. Hebu tuweze kumuinulia huyu Mungu. Hiyo mikono hiyo ndio umeinua hivyo. Tuweze kumwambia anastahili kuabudiwa. Hakuna mwingine kama wewe asubuhi. Anza kutamka, Bwana unastahili kuabudiwa. Unastahili mtakatifu. Kwa lugha yoyote, Bwana unastahili kuabudiwa. Tamka kwa Bwana unastahili kuabudiwa. Maneno sasa wawenero wasasi mwema yao. Wawenero wasasi mwa chinga kiechi Nyasaye. Wawenero ayo wasasi mwa ihorona Nyasaye. Togo sasi momone chinga kiecheka kwa vero mu story. Kwa vero mwege no story Nyasaye. Naomba kila mtu aende mbele za Mwenyezi Mungu amwambie jinsi Bwana Yesu amekuwa mwema kwake. Mwambie Bwana ninakuabudu. Nyasaye sasimwa sekanse. Sasimwe mambe ya Bwana Yesu. Sasimwa somo yone. Sasimwa chinga kichonsi.
Every tongue will see us.
kila mahali Mfalme, kwa sababu wewe haulali wala usinzii. Utukuzwe wewe pekee, utukuzwe, utukuzwe, utukuzwe Yesu, wewe pekee, utukuzwe. Mtukuza Mungu, sijui unamtukuza nani? Ni wewe peke yako Mungu wa kutukuzwa. Lengo letu Mfalme ni kutukuza. Oh Lord, we give you all the glory that you deserve. We are not here to joke. We are here to praise the Lord. Maana ndio maana tunasema utukuzwe. Lift up your name, Father. You are Jehovah, King of glory. We worship you. We worship you. We give you all the glory that you deserve. Lift our hands unto you, Lord. Declaring, oh Lord, your goodness unto us, oh Lord. You have been great. Lord Jesus, we worship you, King of glory. Unto us, We sing the praises, Lord. We sing honor, Lord. We sing the as we surrender unto Lord. Jehovah, Lord. And praise the Lord and give him the thanks that he deserves. Jesus, we worship you. Natamani niuone uso wako, nikuabudu. Natamani niuone uso wako, nikuabudu. Father, we love you. We worship you. Father, we worship you, Lord Jesus. Natamani nikuone
Maisha yangu kuabudu Bwana kwa ukuu wako, ni kuabudu Bwana kwa matendo yako. Wewe ni mwema kwetu, wewe ni Bwana mwaminifu kwetu, wewe ni Bwana ambao unayejua mahitaji yetu. Mfalme, unatutendea Bwana hata yanazidi ufahamu wetu. Bwana yanazidi ufahamu wetu. Ndio maana kila saa ninatamani sana ni kuabudu Bwana. Katika imani yako ni kuabudu Yesu. Katika kiti chako ni kuabudu Yesu. Maana wewe ni Mungu mkuu. Na kuabudu, na kuabudu, wewe ni chanzo cha uhai wangu. Na kuabudu, na kuabudu, wewe ni chanzo.
Nimeona Bwana ukirejesha, nimeona Bwana ukifungua, nimeona Bwana ukirejesha, nimeona Bwana ukifungua, nimeona Bwana ukirejesha. Unafuta watu machozi Bwana, umefuta watu machozi Bwana. Bwana umewatoa chini mavumbini Yesu, na umeweka juu. Wanaketi na mfalme, wanaketi na wafalme, wanaketi na wafalme. You are Jehovah Lord, you are Jehovah King, you are everything to us, Lord. You are everything to glory. This afternoon, my Father, Lord, we declare and decree that you are our God. I declare and decree that you are my God. I have seen you, Lord, doing. I have seen you, Lord, healing. I have seen you, Lord, lifting. Unayetuokoa ni wewe, unayetupa nguvu ni wewe. The lifter of men, the lifter of men,
and the finisher. Lord, we worship you. We more than worship you, Lord. Father, thank you. Lord, thank you. Jehovah Jireh, thank you. For you have shown yourself unto us, O Lord. You have shown unto yourself unto us, O Lord. We have seen your Holy Spirit moving, O Lord. We have seen you working, O Lord, in our midst, O Lord. You have touched, O Lord. You have mended the broken heart, O Lord. Father, we love you, Lord. You are the King of Zion. Wewe ni chanzo wa kila jambo. Wewe ni kile ni chanzo wa kila sababu. Wewe ni chanzo wa kila dhiki, Baba. Wewe ni chanzo wa kila neno mema. Wewe tu. Wewe tu Bwana. Wewe tu Mfalme. Asante Bwana. Wewe tu Bwana. Haleluya. Koja kwako Bwana. Bwana Haleluya. Bwana tegemeo. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Baba, asante Bwana. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, Bwana ni wewe tu. Hakuna mwingine, wewe ndio tegemeo letu. Asante Bwana kwa sababu ya ulinzi wako. Bwana, watoto wako wamekuja katika nyumba yako wakitegemea Bwana kutoka kwako. Tunyenyekea mbele zako Bwana asubuhi ya leo. Bwana, tunapoanza ibada ya leo, tuhitaji uwepo wako. Bwana, tunaomba uwe nasi, utulinde Bwana, utusingire. Peke yetu Bwana hatuwezi. Twakutegemea kutoka mwanzo. Asante Bwana kwa sababu ya programu yote ambayo imekuwa kutoka asubuhi. Yale yako mbele yetu Bwana, wewe ndio tunatumainia. Tuacha mbele zako Bwana, tukisema Bwana simama nasi, kuwa nasi. Wale ambao wako njiani Bwana, wafike Bwana, ndio tuanze pamoja. Yote Bwana tunaomba tukiamini kwa Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Asante sana Praise in Worship kwa kutupeleka kwa kipindi cha sifa. May God bless you so much. Ningependa msalimie kwa hewa. Amen, amen, amen. Asante sana. Karibu nyote katika nyumba ya Bwana. This is where you belong. Siku ya leo tarehe 12, mipango ya Mungu ilikuwa kwamba leo upatikane katika nyumba yake, ni kwa ajili ya kumwabudu, kumuinua, na zaidi ya yote tumtumainie kwa sababu yeye ndio baba yetu. Kwa niaba ya sekretari wetu ambaye ayuko nasi siku ya leo, ningependa nilete matangazo ya siku ya leo. Kwanza nawakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana. Feel in the feet of the Lord and be comfortable. Feel free. Ukiwa nyumba ya baba yako usikuwe na shaka yeyote. Kwa hivyo wote wageni, karibu sana katika nyumba ya Bwana. Leo tutakuwa na mesa ya Bwana. We'll have the Lord's table. Tuendelee kuomba. Mungu atusaidie tushiriki wote pamoja. All of us are welcome to the Lord's table after the service. Choir practice is on. Choir practice inaendelea ya church choir on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday saa 1 kuanzia saa 10 hadi saa 11. Kwa hivyo choir members, kindly you are reminded that tunaendelea na choir practice. Tutakuwa na center meeting tarehe 25 at Bobaracho PH Church. Center meeting ni yetu wote. Ukisikia center meeting usifikirie ni wengine wanatangaziwa, ni wewe pamoja nami. Kwa hivyo wote tumealikwa kwa center meeting. Church choir itatuwakilisha kwa wimbo, ndio sababu wanaendelea kujipanga
in choir practice, lakini wote tumealikwa tarehe 25 tuende kwa mkutano wa center. Apostles walikuwa na mkutano wao jana, apostles walikuwa na mkutano wao jana. Ilikuwa mkutano wa kufana. Karibu apostles wote walifika. Wawili watatu ambao wakufika walikuwa na permission kwa sababu ya shughuli mbalimbali. Na kwa hivyo tunawashukuru apostles kwa mkutano. And the effect of that meeting itaonekana kwa fellowship zetu. Kindly let us support our apostles na tuhakikishe fellowship zetu zinaendelea vizuri, tukijua kwamba Nyamataro misingi yake iko kwa fellowship zetu. And therefore, if you are not a member of our fellowship, kindly uliza fellowship ambayo iko karibu na kwako, jiunge na fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Ensure that you are in a fellowship. Be a fellowship member. Because hata programs za kanisa zinaanzia kwa fellowship. Tuseme kama welfare BBF inaanzia kwa fellowship. Hapo ndio tuko na record ya welfare members. So kindly, ikiwa umeingia mgeni Nyamataro PHE, uliza fellowship, utaambiwa. Ikiwa utaambiwa, niona hapo nitakuelekeza vizuri, ujiunge kwa fellowship. Ukiingia kwa fellowship, kuna programs zingine utapata hapo, and those programs ni programs za Nyamataro PHE Church. Zion Fellowship ndio itakuwa on duty as from tomorrow. Kwa hivyo tunawashukuru Macedonia East, ndio wamekuwa on duty, wanamaliza leo jioni. Kwa hivyo Zion, tujipange vizuri as we start our duty tomorrow. Kwa hivyo nimeambiwa na viongozi wao, apostle ameniambia baada ya ibada all Zion Fellowship members wabaki nyuma waone viongozi wao. Likewise Jordan Fellowship nimeambiwa all members wabaki nyuma, baada ya ibada waone viongozi wao, watakutana kwa hiyo floor ya huko juu. Jordan Fellowship members baada ya ibada msikuwe na haraka ya kwenda, tukutane kwa floor ya juu, tukutane na viongozi wetu. Tutakuwa na koinonia mwezi wa 11. Kuna koinonia tulikuwa tukue nao mwezi wa 8, kwa sababu ya activities nyingi tukaisongeza mbele mpaka mwezi wa 11. Mwezi wa 11 umefika. Kwa hivyo kama washirika as members of Nyamataro PHE, wacha tuanze kujipanga mapema. Koinonia yetu itakuwa Mount Carmel. Itaanza tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 11. Kwa hivyo zote tumealikwa na tujipange. Bwana Yesu asifiwe. Na tujipange. Kujipanga ni vile Mungu atatubariki. Ile ambao uko nayo nataka kusupport koinonia, tutajipanga vizuri. Before niende kumaliza kuleta matangazo, nitawauliza kila mtu vile Mungu atakunenea. Tujiandikishe mapema what you want to support koinonia with. Ikifika wakati huo tupate tumejipanga vizuri, hata tukialika mgeni anakuja tukijua kwamba we are well organized. Wenzetu wamefiwa. Kuna wenzetu ambao wamefiwa. Sister Christine Mweni alimpoteza mama mkwe. Burial is on Wednesday. Tarehe 15 ndio burial ya mama mkwe wa Christine Mweni. Christine Mweni ni member wetu, anapenda kukaa somewhere there. Hayuko leo ni kwa sababu ya hayo matanga. Tuendelee kuombea hiyo familia. Likewise huko kwetu juu Nyakobaria PHE, Goshen PHE Church, huko kwa John, ndugu yake mmoja ambaye alikuwa amebaki na yeye ameenda kuwa na Mungu. Brother John kwa jina Orucho, na yeye alipumzika. Kwa hivyo tuombee hizo familia zote mbili, na zote zinatuhitaji. Kwa kina John Francis, mama Alice na mama ya John Francis, wote ni wetu, wanatuhitaji. Kwa hivyo baada ya ibada tukimaliza kabisa, tutatoa matunda kwa ajili ya hizo familia mbili. Nataka nirudie. Baada ya ibada tutatoa matunda kwa hizo familia zote mbili.
kwa kina John Francis, hapo ni kwetu. Sisi ni kama ndugu ya huyo ambaye amekufa. John Francis ndio sisi. Kwa hivyo tutajipanga vizuri, tutoe matunda. Matunda is not part of the welfare. Tunajua welfare yetu vile maagano yetu iko. Lazima utoe 50 shillings, utoe mahindi na maharagwe. But kwa matunda ni moyo wa kujitolea. Ni moyo wa kujitolea. Kwa hivyo kama kanisa tutatoa matunda, lakini kwa welfare inajua vile inaendelea kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ikuwe very clear kwamba kutoa matunda is not part of the welfare. Ndio sababu hatukuulizi kwamba lete 100, leta 50, lete 500. Ile Mungu ambaye ameongea na wewe kufariji familia ambao zimefiwa. Kwa hivyo tuko na wenzetu wawili ambao wamefiwa. Mama Alice amefiwa na brother to the husband, na hapo ndio kwetu. Tuko na kanisa yetu hapo. Sister Christine Mweni amefiwa na mama mkwe. We need to stand with them kwa kutoa matunda, itakuwa vizuri. May God bless you so much. Tunapofanya vile Mungu atakuelekeza. Hiyo nimekuachia Mungu akunenee, lakini ni vizuri tukisupport wenzetu wakati wako na matanga. Tena nimeambiwa kwamba Christine Mweni is a paid up member in the welfare. Christine Mweni yeye ni paid up member in the welfare. Kwa hivyo wote tumeambiwa tutoe mahindi na maharagwe. Mahindi mkebe moja, maharagwe kilo moja. Ama ikiwa hauna mahindi na maharagwe utatuma 250 shillings kwa treasurer wa welfare Daniel Makori. Nitasoma namba yake. Daniel Makori 0715 97 56 81. I repeat, 0715 97 56 81. Daniel Makori. Makori ndiye treasurer wa welfare na ni kwa ajili ya Christine Mweni who is a paid up member in the welfare. Pastor wetu Aisaboke Wilfred ametualika wote vile tutangaziwa last week kwa retirement ceremony ambayo itakuwa Jumamosi ijayo on 18th mwezi wa 10. Atakuwa na retirement ceremony kwa kanisa ya Etibu PHE. Iko hiyo wilaya inaitwaje? Rio Mego District. Kwa hivyo sote tumealikwa. Nafikiria last week tulijipanga vizuri. Tena nimeambiwa baada ya ibada tupaki vile tulibaki last week, tuangalie updates wase, tuangalie updates zetu, wamama tuangalie updates zetu, na tena tujipange vile tutaenda. Wale ambao wataenda tujipange vizuri kwa sababu pastor mwenyewe is our member. Pastor Teresa ni wetu hapa. Kwa hivyo watafurahia wakati tutakuwa huko, na ni kwa ajili ya hiyo ceremony ya retirement. Kwa hivyo baada ya ibada tena wote tupaki, we find the updates mahali tumefika and the way forward. On Saturday tutajipanga aje. May God bless you tunapoendelea kujipanga. Baptism class inaendelea kwa ofisi ya Bishop kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 3. Wakati wa Sunday school, baptism class inakuwa kwa ofisi ya Bishop. Wale ambao hawajajiandikisha still iko open. Lete jina lako kwa treasurer ama ulete kwangu, ama unaweza ingia hata ofisi ya Bishop muongee na yeye, au uingie kwa hiyo record ya wale ambao wanaendelea kujifundisha kwa ajili ya upatizo ambao utapangwa hapo mbele, tutatangaziwa tarehe. Kwa hivyo wote ambao hawajapatizwa wakati ni huu. Tusingoje sana. This is the time. Bora tu ukue mtu ambaye amefika miaka, Bishop niambia 12 kwenda juu. Amen. 12 years and above. 12 years and above, you are welcome. Uingie kwa class, Bishop akufunze, tukingoja tarehe ambayo itatangazwa na utapata upatizo. May God bless you so much. Tunapoendelea kuhimiza wenzetu ambao hawajapatizwa waingie kwa class ya baptism. Isase PHE Church
Isase PHE Church ni kanisa ambayo iko hapa karibu. Kanisa ya Pastor Cyrus Magati. Wametualika kwa mchango ambao utakuwa on 30th November. Tarehe 30 November wako na mchango wa kujenga kanisa. Wametutumia kadi, imetumwa kwa Nyamataro PHE Church. Kwa hivyo tuendelee kuwaombea, tuendelee kujipanga. Tuwaombee, tuendelee kujipanga. Hiyo siku ikifika, tuwa support as a church. I remember wakati tulikuwa na launch hapa, Pastor Cyrus na kanisa walikuja na walisimama nasi. Kwa hivyo nasi tuendelee kujipanga, tukingoja hiyo siku ikifika tupate tuko na kitu ya kusupport katika ujenzi wa kanisa la Mungu. Pastors promotion inaendelea kwa wilaya ya Kisii District. Tunaendelea na promotions za pastors, imetangazwa kwamba promotions zinaendelea na zinaendelea at the end of this year. December 31st ndio tuliambiwa tupate tumemaliza mambo ya promotion of our pastor. But because of the ongoing projects kwa kanisa, singine Bishop ameanzisha kama Goshen PHE Church, kuna structure ambayo tunataka kuweka huko. Kuna project ya church fund ambayo tumeanza na hatujaimaliza, na mipangilio mingine ambayo tulikuwa tumeweka. Tumeuliza wilaya ituruhusu tumalize hizo project, na kwa hivyo promotion yetu ya bishop itakuwa next year. Bwana Yesu asifiwe. Promotion ya bishop wetu haitakuwa mwaka huu, itakuwa next year after ile mpangilio ingine ambao tulikuwa tumepanga. At least tuisongeze ifike mahali fulani so that we don't confuse members kwamba tuko na promotion, tuko na church fund hatujai conclude, tuko na Goshen project huko juu. Wacha tumalize hizo zingine kwanza, then tutatangaziwa tarehe, tutatangaziwa mapema ndio tujipange on how to promote our bishop. Kwa hivyo bishop's promotion tumeidefer kidogo. We'll communicate to the district wajue kwamba sisi hatutakuwa na promotion, ni kwa sababu ya some projects zilikuwa zimeanza, wacha tumalizane nazo kwanza, then we'll have promotion ya pastors wetu. May God bless you so much. Wakati huu ningependa nilete choir ambao wataimba siku ya leo. Tutakuwa na choirs 3. Tutaanza na fellowship ambayo ilikuwa on duty, Macedonia East Fellowship. Watafuatwa na apostles, tutamaliza na church choir. Macedonia East, karibu kwa wimbo Macedonia East. Wakimaliza tu hivyo, apostles wakuwe tayari.
Asante sana Macedonia East. Asante apostles. Apostles wanapoendelea kuingia, kuna familia tena zinahitaji maombi kwa sababu ya kupoteza wapendwa wao. Familia ya Lilian Maragia. Lilian Maragia alimpoteza ndugu yake mpendwa, alikufa. Kwa hivyo tukumbuke hiyo familia kwa maombi. Apostle Jason Bosire alipoteza mtoto wa ndugu yake, naye Jason Bosire alipoteza mtoto wa ndugu yake. Kwa hivyo tuwakumbuke kwa maombi, na tukipata nafasi tuwatembelee, tuwafariji. Karibu apostles. Asante sana apostles. Karibu church choir. Church choir. Kazi ya Bwana ifanye kwa moyo, kazi ya Bwana ifanye kwa moyo, bila kusukuma wala kupembeleza jamani,
bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, kazi kazi ya Bwana ifanye kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, kazi kama ni kuimba, imba kwa moyo, kama ni kusifu, sifu kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, kazi kazi ya Bwana ifanye kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, kazi kama ni kutoa, toa kwa moyo, kama ni kutoa, toa kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, kazi kazi ya Bwana bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, kazi kama kufariji, fariji kwa moyo, kama kufariji, fariji kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, kazi kazi ya Bwana ifanye kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa. Jamani, kazi
Asante sana, tuwapigie makofi mazuri wanapotoka. Asante sana choirs zetu sote ambao zimetuwakilisha siku ya leo. Wacha Mungu aendelee kuwabarikia. Wageni ambao wamefika Nyamataro siku ya kwanza, karibu sana katika kanisa la Bwana. We love you so much. Kwa hivyo wageni wetu mahali popote mlipo, ningependa usimame usalimie kanisa. Tupige wageni wetu makofi wanaposimama. Wageni tusimame, wageni tusimame. Asante. Wageni wamesimama, tuwapige makofi mazuri hapo katikati. Wengine huko juu, asante sana wageni wetu. Karibu sana Nyamataro. Na ikiwa umekaa karibu na mgeni, na wewe simama nikaribishie mgeni vizuri, mwambie karibu Nyamataro. Asante sana, asante sana, asante sana wageni wetu. Baada ya ibada
wageni wetu msikuwe na haraka kutoka. Tukutane kwa hiyo meza, kuna viongozi watakuwa nanyi hapo, tutajuana vizuri, mjue programu ya kanisa na Mungu atawabariki. Tutabarikiwa sote pamoja. Asante sana wageni wetu kwa kuingia kanisa la Bwana siku ya leo. Kwa hivyo sote tumekaribishwa. Before tuingie kwa kumtolea Bwana sadaka na fungo,
praise and worship, tumtolee Mungu. Tusimame wote. Sadaka zako omba vizuri, ile Mungu amekubariki nayo, lete katika madhabahu ya Bwana na tutapata baraka kutoka kwa Mungu. Asante. Praise in worship. Yu mwema kwa yale yote umetenda Bwana. Yu mwema kwa yale yote umetenda Bwana. Tusimame, tumshukuru Mungu kwa yale yote ametenda. Asante sana. Tunapomletea sadaka zetu nzuri, our 10% kwa Mungu. Haleluya, asante sana. Yu mwema kwa yale yote umetenda. Yu mwema kwa yale yote umetenda Bwana. Yu mwema Baba. Yu mwema kwa yale yote umetenda. Yu mwema kwa yale yote umetenda Bwana. Yu mwema kwa yale yote umetenda. Yu mwema kwa yale yote umetenda Bwana. Kwa yale umetenda Bwana. Kwa yale umetenda Bwana. Umenipa uhai Jehova. Umenipa uhai Jehova. Umenijali Baba Mesia. Umejali familia yangu. Umeinua kanisa letu. Umetenda Baba. Umetenda Bwana. Umenibariki wewe Mesia. Umetenda Bwana. Baba umetenda Bwana. Umeninua Yahweh. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ningewauliza tena tusimame as we pray for our offerings. Amen. Kama tunaweza kusimama, tunaweza. Amen. Tuamini tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru tena kwa kuwa wewe ni Mungu mwema, tena mwaminifu. Asante kwa sababu ya nafasi hii Bwana uliotujalia tukashiriki katika ibada hii ya matoleo. Baba Bwana, wanao wamekutolea sadaka zao, fungu na matoleo mengine Jehova. Naomba neema yako na kibali chako Bwana na baraka zako ziandamane pamoja na maisha yao kwa kuwa wewe ni Mungu. Umeahidi ya kwamba tutakapokutolea Jehova utafungua malango ya mbingu ili Bwana ukatubariki. Naomba kazi za mikono yetu zikabarikiwe, mashamba yetu, biashara na mambo mengine Bwana ambayo wanafanya Jehova. Hata wiki hii wanapoianza Jehova, uwafungulie milango wakapate tena chenye watakacho kutolea tukikutana katika ibada nyingine. Tubariki wote Bwana, hata tunapoendelea na ibada hii tuone wema wako. Kila mmoja apokee sehemu yake kulingana na mapenzi yako Bwana. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wangapi wanafurahia kuwa katika nyumba ya Bwana umbali huu? Unaposimama, salimia jirani yako, mwambie ya kwamba Mungu anazidi kutenda.
Haleluya. Mwambie ninasifu Mungu maana najua yeye ni mtetezi wangu. Kwani babere batoto batebinga Nyasaye agenderete gukora manene. Haleluya. Tunaenda kuimba wimbo unasema ya kwamba ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Tuseme hivyo. Ninaye jemedari wangu nitashinda vita. Rudia tena. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Gakito tene naso bosibwa Nyasaye. Simba aratiache mabone gatoko tenena. Bwana asifiwe. Nonye Ruto arokaneiga goto kumabwati to chikoranga yo Ruto tu arorire igo moraro Nyasaye mambie, yani amchaona Mungu sai. Bwana asifiwe. Ni wangapi ambao wamemuona Mungu asubuhi ya leo? You can testify that vigelegele. Bwana mnachoka kupiga vigelegele Mungu wetu. Vigelegele. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedali wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, come on, jemedali wangu nitashinda vita. Oh, ninaye Yesu nimehakikisha, jemedali wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, haleluya, jemedali wangu nitashinda vita. Oh, ninaye Baba nimehakikisha, jemedali wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, wapi vigelegele kwa Yesu nitashinda vita.
Yesu tunakuinua siku ya leo. Yes. Inua sauti yako mwambie Yesu tunakuinua. Asante. Tunakuabudu Yesu. Yes. We Asante thank kwa you, wema Lord. wako Bwana. We bless you, Tunajua my vyote, Father. Yesu. Baba, katika jina la Yesu, you are great. There's none like you today. Lord, you have given us a chance. We are in your sanctuary. Want to hear from you, my Father. How do I pray for your blessings? How do I pray for your power? How do I pray that, Lord, you be with us? So we hear from you, Lord. Let each one of us listen to you, my good Lord. I thank you, I bless you, for we pray and trust in Jesus' mighty name. Amen. Aha. Pigia wanakwaya wetu makofi mazuri. Give them good and some claps. Bwana asifiwe. Hebu nifungie mkono wako kama unaniona katika jina la Yesu. Nataka kusema asante. May God bless you as we read God's word. May God bless you. Our time has really gone. And allow me, we go straight to read the word of God. Today I want us to go to the book of 1 Kings. 1 Kings chapter number 19. We read 3 and 4. And I will come up with a topic. In your discouragements, you are not alone. Bwana asifiwe. Amen. Let's read in Jesus' mighty name. I said 1 Kings chapter number 19, 3 and 4. And I read. Elisha was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and left his servant there. Then he went on alone unto the desert, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord. He said, take my life, and I am not better than my ancestors. Elisha akoboa akaimoka agatama asogotoria obugima bwaye agaika Beersheba asensa ya Yuda agatiga omosomboye aroro naero monyene akagenda aseroro orogenda rwelituke elimo agaikaransa inse yomote okorokwa moretemu agesabera nga akwe akabora bono monene ayaisanire irobogima bwane ekiagara injetindi omuya kobwachi sokoro chiana. Father, in the name of Jesus, we have just read your word. As we venture into it together with my interpreter, bless us and all the listeners. May God bless you. You bless them also, my Father. Thank you. I bless you. For we pray and trust in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Taka kwa dakika chache tu. Unipe fikira zako.
Leo nilisema leta kichwa cha maneno yangu. Lero hona tebanga kirenga kielingana liane. In your discouragements, Ingase ogokwa moyo kwao. you are not alone. Toli ayebweka. The Bible says Biblia goteba that Elijah, Elisha, inge Elijah the servant of God, omosombo Nyasaye. if you read what he was doing and what he had done, Oisago soma ekiale gokora nande keliko nyora akorire. indeed you can agree that he was one of the super power in God's word. Na boku egenda ngaigale ngo monto bwe chinguru china na semeremo ya Nyasaye. But a time also reached Kolende biro bigaika when he even forgot that he was among the greatest prophets he was. akebanga igalenge katikati aba bani bali abanene alenge. The Bible says Biblia goteba that after Elijah had done a lot of big things, inga ekero Elisha akorire gokora ebintu ebinene. if you read, let us read there, please. Toisago soma naenda arora agwo 1 Kings 18:37 and 38. toisago soma abaruoti ye litangani 13 emerongo 3 Let us read there so that we understand. tigato soma aroligera toiwe. The Bible says that is 1 Kings 18:37. Oh Lord, answer me, so these people will know that you are God. Oh Lord, are God, and you are, and answer me, these people will know that you, oh God, are God, and that you have brought me back to yourself. Immediately, the fire of the Lord flashed down from heaven and burnt up the young bull and goat, the stones and the dust. It even licked up all the water in the ditch. Bwana asifiwe. If you can read Amen. that. Abaruoti ye litangani 13 emerongo 32 goika emerongo 33 ingiranelie ayo monene. Yes. Ingiranelie eli abantu aba bamanye nga nayo monene ole Nyasaye. Yes. Oranyale konjora chinkoro chiabo chikoiranere. Eli omolero bwa monene okagwe korwa igoro ogasambeke ngwanso kyogosambwa ne chinko chiria na magena na amaroba agakamia amachali alenge ase omutaro. Bwana asifiwe. Amen. I wanted you to know Igona ataka momanyega. that Elisha, Nga Elijah when he was in his ups and downs in God's work, ekera alenge aserogoro na maata asemeremo ya Nyasaye. at Mount Carmel, Kale Mount Carmel he called God and God brought down fire. akamurangeria monene no monene akaleta umulero. And then when he did all those great things, calling fire from heaven, Ekera akore ebintu ebi byonsi bye binene omulero ochire korwa igoro. here is now Elijah Aigabona Elisha naende running away and saying it is enough. ango tamara gotebanga yaisanire. From where we have read, Korwa ase tuasomire Elijah is saying Elisha igagoteba iga that, oh Lord, ngayo monene it is enough. yaisanire Let me die. tigankwe Why? asenge encho yake. And yet this is a man Nande igere ngo musacha who had done a lot of great things in the eyes of people. okolire ebintu ebinene abosibwa abantu. That is why I want to tell you today Na kingo goteba liga lero that you can be a super person in this world. ngana boko kole ebintu ebinene asense. But I want you to remember, Kolende ntagete inyoli. you are only human. Igole mwanya bantu. And you are super person Nande no koba omuntu omoko when you have power from the Lord. igodo atwale chinguruguru asinya And sana. Elijah was powerful Ingo omuntu yokoro kwelicha gosomubani Elisha igabwate chinguru mono. because he had
power from God. asenge nchabwate chinguru korwa ase Nyasaye. And once he left the powers, Ne kana bwate chinguru echiga. and once he doubted the powers, Ne kana atwalire chinguru echiga. then that is when discouragement came. Na liogo kwa moyo gwachete. And in this life, Na sobo gimoboiga. when you leave God, when you leave God in this life, Ekeromo oganeti Nyasaye asobo gimoboiga. you will enter into discouragement. Goikoso asogo itwa moyo. But even though you will enter into discouragement, Inganande na oso asogo kwa moyo. from what we are reading and what I am trying to bring to you, Korwa ase kitu asomira na kelingo gotebia. God will never leave you. Nyasaye tako gotiga. That is what I'm saying. Even if Elijah was disappointed, Nonye elicho kweta moyo. even if Elisha was discouraged, Nonye elicha konyoro kuro moyo. the Lord did not leave him. Nyasaye ta motigete. But before I reach there, Korene ntara ikerabwo. I want you to know this. Ndage tomanye keiga. See the truth. See the truth that you are only human, Manye kene ngaye mwanya bantu. but you remain great by the power of God who will give you strength. Korende igo tigarete gotagemeo obo chinguru cha Nyasaye chichira ko chinguru. When God will walk with you, Ekero Nyasaye atara when monaye. God will give you the energy, Ekero Nyasaye ko chinguru. you shall remain strong. Igora tigare korene chinguru. But when you doubt the power of God again, Korende ekero gochaka gotwara chitangutangu chia chinguru cha Nyasaye. that is when disappointments will come to you. Na liogo kwa moyo gogocha asobogima bwao. If you read the book of Philippians, chapter number 4:13, Ekero gosome gitabu kia wa Filipi 4:13. the Bible says Biblia goteba that I can do everything ingani nkorekere gento. with the help of Christ Amo no bokonyi bwa Kristo Yesu. who gives me strength Oyo and power. konga chinguru. So there is nothing that you can do Ase go kende nke yora akole. if you really don't have the powers of God. Onya tobwati chinguru cha Nyasaye. Number 2, Namba ibere. in Romans chapter 8:37, Ase gitabu kia Barumi isana isete 33 na the ibere. Bible says, Biblia goteba iga. in all those things that we do, Nga se binto byonsi pita ogokora. in all those things that we conquer, Nge binto biri byonsi pita okobua. it is through the love of God. Ngo etera asobwanjani bwa Nyasaye. And Elisha was able to go on with the word of God powerfully Elicha akanyara kogendera nemeremo ya Nyasaye. because God was with him. Asenge ncho Nyasaye nga monere. In the book of Mark, chapter number 9:23, Asege tabu kia Marko kianda emerongebere na the isato. Bible says, Biblia goteba. all things are possible Ebinto byonsi binigo biko to nyarekana. him who believes. Ase olia bwegenire. Because when you believe, Ekiagara kero kwegena. that is the power from God. Na chine chinguru korwa ase Nyasaye. Indeed, you shall have that power. Amaena no tuale chinguru echo. But today I want to urge you, Korendere heronta getego ko when we soraiga. do this work, Ekero tongo kore mereme do yenga. not allow disappointments to come. Tawanchira nogo kwa moyo gocha asobogi And then mabwao. when disappointments come, Negera ugo kwa moyo gwachira asobogi mabwao. these disappointments must make you strong again. Ogo kwa moyo goiga na ande tiga gogo kore obene You chinguru. run back to the Lord, Orwa romo tamene Nyasaye. and then this very Lord again Na Nyasaye uyo igoiga. will strengthen you, Na komenta chinguru. and then you shall have power Orwa rotu wale to chinguru. move on in Jesus' mighty Nobo name. buibogo sukase rieda ria Kristo Yesu. Now, what am I saying? Bana iga ninkingo kwana. Elijah, the power man of God, Elicha olengo monta mokongwa ase Nyasaye. did a lot of things with the power of God. Agakore binte binene ne chinguru je Nyasaye. But here the same man again Korendo mosacho yo ye naende. is now praying and complaining that let him even die. Ngo sabahare no kwe murunga ninga tigankwe. Even you in this life, No nyana ya sobugi mo. if you doubt your God,
onya osako moiranera nyasaye if you don't know that you cannot do anything without him, onya komanyete ngakende tike yora akora onya taiyo you will also start running away. nabo konyora kwa chakire gotama But today I want to encourage you kulenderera ngo kohanda moyo in your discouragements, onye kwatwalire ogo kwa moyo gosobo in your disappointments. asali kwanyorire ngatori buya sobo gimobo Want to give you one or two things which will make you back again. ntagetego ko ebinto bibire iga biragero irane gocha asinya sai naende. Praise the Lord. Amen. Paul encouraged Christians. Paul encouraged Christians Paul akaba Kristo moyo in Timothy chapter number 6:12 ase gitabu gia Timotheo isana ne mo 12 that if you want to endure hardships, ngonya gotagete kobua amakongu you must stick to this God. goika ogenderera ko base nyasaye You must fight using God. goikorwane gokomotumia nyasaye Meaning that you cannot fight alone, emine tinga tokorwana and yebueka whatever you do, you must involve God. na sekende gionsi pia gokora goikosona ni nyasaye That is what Paulo was saying. ekina ke Paulo alenge That gokwana when we are in this Christianship, inga sobo Kristo bweito we must involve God goika tomosona ni nyasaye me in our hardships. aseme chando yeito And when you involve God in your hardship, nekera kwa mwasona ni nyasaye He asobo will help komu you. You move on in Jesus' nago mighty name. konye usuke motu aselie dari ya Kristo Yesu When disappointments come, ekera go kwa moyo gwachire they have come to adjust you. igo byachire ligara biko adjust In biko fact, rekabuya discouragements ogo kwa moyo is one way as a Christian nenchera ya mabuno mo Kristo so that you can adjust yourself, ligara buya adjust ya yebweka so that when you adjust yourself, ekera kwebekera ni buya yebweka you bring in fresh ideas. orworole tamangana amaye And then when you bring in fresh ideas in your life, ekera kwaletira mangana amaye asobogi mabwao that means you could have adjusted your life wherever you are. emine tinga konyora kwebekera ni buya asobogi mabwao See that disappointments, when they come, rorange go kwa moyo ekera gwachira asobogi mabwao they have come so that you can adjust in life. iga achire ligara bwebekera ni buya bwebeke buya asobogi mabwao. Praise the Lord. Amen. It is a time that you have to evaluate yourself Echine chinga kyokwe ligere linagwetuka tukaye bweko so that in your discouragement, ligara asogo kwa moyo kwao you go back again to the Lord, oira nande gochiase nyasaye call Him again for more strength, morangeli naende ligara komenta chinguru get in ideas, nyora ebirangara liebiya and then you will continue in Jesus' mighty name. orworoge endera aseli ya Kristo Yesu. Praise the Lord. Amen. Discouragements sometimes prepare people to be great. Ogo kwa moyo chinga kichinde nige okwaliga niyo monto ligara obo monto monene I want to give you a small story. ntagetaka ko omugano omokeiga So from the story, korwa somugano oyo iga you will get encouraged orworonyore encouragement when already you are discouraged. ekero konyora gwakura omoyo There is one man omonto oyo omona arenge who had 3 sons. obwate abamura batatu And with the 3 sons, amona abamura aba batatu it was a time when this road going to Chemosit, Kericho, the Indians, all those ones who were there, they were repairing and trying to come up with that road. nalyo pare iyo koruche mositi koenda Kericho yarenge korosibwa n'abahindi Wakati hiyo barabara ilikuwa inajengwa, ekere parapara pare iyo korosibwa huyu mzee na vijana wake watatu, omuhaka oyo iga n'abaana baye abamura batatu barabara ikapita kwao. pare gaeta sobo Wakati ilipita kwao, ekero yaeta sobo ikachukua shamba karibu yote. ekaira obole mahange bwensi Lakini kabla barabara haijakuja, korende nyuma pare yetaracha alikuwa amepea kila kijana shamba yake. konyoro bwateire kero omumuro oyo obolemu Akasema, kijana wa kwanza, agateba omumuro omutang'ani wewe kaa hapa karibu na mimi. ayekaba ang'amo na inchi Kijana wa pili, ayoyo okabere wewe kaa katikati. ayekabera gatigati Kijana wa mwisho ayoli omobwa amakogoti mwenye alikuwa kijana mkubwa akarabeire omumuro omonene
mwenye alikuwa kijana mkubwa. Omomura monene oyo olengo omomura monene. An elder son. Omomura monene. Yeye wakamweka mahali iko mawe. Bakamubeka ase amagenale. Hiyo inamaanisha ye mineti kutoka kwa barabara korwa ase para wakawacha kijana mmoja huyu ambaye ni omokogoti ama bagatinga omokogoti the last born. Kitinda mimba agatinga. Alafu ule wa pili olio kabere akawekwa katikati. Akabeko katikati. Ule wa mwisho olio monene pi ambaye ni mkubwa olio ro monene akaambiwa wewe ni mjinga kidogo, kaa huku kwa mawe. Akatebiwa aya no moliria kabera halisa magena. So wakati walifanya hivyo, huyu mkijana mkubwa was very much discouraged. Akasema sasa mimi mbona dadi umenipa shamba mahali iko mawe, na hii mawe umenipa hata siwezi lima shamba, siwezi lima mahindi. Then that gentleman decided to go to Kericho kuchuna chai. Akakaa Kericho miaka kama 5. Akabera ali Kerichange miaka 5. Na akuji nyumbani. Taligochaka. Now that is now when that time hiyo barabara ilikuja. Naliye birebyo amangana yo kwagache pale yiache. Sasa wakati hiyo barabara ilikuja, ekare pale yiacha agabu. Ikakata shamba ya hao wengine. Ekanacha obole mubwa babande. Lakini kwake ndio kulikuwa ana mawe ambaye ingeleta ballast hata ya kujenga barabara. Kolenda alikuwa ya no magena alenge gocha koleta na onyene kogoto. Wenye walikuwa wanajenga barabara bali balenge kwa gache parelia wakaenda mpaka kwa huyo mji ya mzee. Bakagenda baka enkanyomo gako. Mahali huyo kijana alipewa walimtupa akasema hata akufe na huko juu. Asema morutete ko chibagataba tika kwere ko chiaburogoro. Hao watu wa barabara abantu abube para wenye walikuwa wanachimba hiyo konyora bale mirasalia wakaanzia kutoka kwa barabara bagachakira se para wakaanza kupanda mlima bagachaka ko tira go chie mulima igo. Unaona sasa wanatafuta mawe oroche na magena bakoligia wanatafuta baras igo bakoligia se baranyore kogoto watumie kujenga barabara bari woro batumeka so kwa gache para. Wakati walifika huko keroba ikororo wakasema hapa ni pa nani hapa? Bakabolinga kaigankwangu. Hii ni shamba ya nani? Obole mobono obwangu. Ukasema hiyo ni shamba ya mjinga mwingine alienda Kericho kuchuna chai. Bakatabanga obole mobono obwo mochingo ndo chiete ko tole chai Kericho. Lakini huyo mwenye walikuwa anatafuta mawe kolenda olenge koligia magena wakasema hii ndio mahali tunataka tutoe mawe. Bakatabanga kaiga no to korusia magena. Hawa wengine kusikia hivyo ababande ko igubo wakasema atujui huyo alienda wapi. Bakatabanga oyitito mayetisa chiete. Lakini watu wa kando wakatafuta huyo kijana. Kolenda abantu bechinsemo bakaligio momuro. Akaitwa kutoka Kericho. Akarangeli gukorwali Kericho. Akaambiwa wewe you are wanted at home. Akatabigunga ogane irienka. Yeye akakuja nyumbani. Era agajichanga. Akaenda kwa wale watu walikuwa wanatafuta mawe. Akaenda saba abantu bali balenga koligia magena. Na ujue ni mawe ama ya kujenga barabara. Omanyanga na magena yoko agachere para. So wakati huyo kijana alikuja ekero momuro yacha mwindi mwenye alikuweko omoindi olio lengororo akamwambia kijana akamatebia omomura uko na account nobwate account. Kijana akasema sina. Akateba timbuati. Sasa nataka uchukue milioni 1. Anda akamatenga ntake tobwate milioni yegaya. Enda ufungue account. Ogendo igole account. Ukuje kwangu kesho asubuhi. Ochicha sende mambia. Kijana akapewa milioni 1. Omomurori akahewe milioni haya yemo. Unajua kama hujawahi pata pesa mingi. Onye nkwana ko barachiba ya sachi nyingi. Unajaribu kuhesabu ingi. Ogo chikotema chianga go. Unajaribu kuhesabu. Ogo chikotema kobara. Ingine inaanguka. Echinde chiagu go chinse. Na ingine unapata sijui ufanye namna gani. Echinde toro chinganga kyogo kora. Akishapata anaweka kwa mfuko. Ekera chinyorira akabeka asembe buko. Ajui kama ni kweli hiyo pesa ni yake. Kama nyetiko sobo maene chiwesa ne chiaye. Kijana akaenda akafungua account. Omomura akaenda akaigolea account. Na 1 million. Ne milioni ya. Akakuja kwa account ya Muhindi. Agachichase omoindi. Muhindi akamwandikia 5 million. Omoindi akamulikira chimita 5. Bwana asifiwe. Amen.
Imagine huyu mtu Manyango monto oyo. ni ule alipewa shamba No monto oyo etuo bolemo. mahali hawezi lima kitu, Asata alemekende. na wakati anauliza Nekera kobolia. anaambiwa toka hapa. Agotebigunga karuaye no muchinga. Sasa wakati ameandikiwa check, Ekera alikeirwe cheki. muhindi akaanza kutoa mawe hapo, Omoindi agachaka kurusia magena aliga. wakachimba hapo. Bakalema asalia. Kijana ako na 5M. Omonto olia bwate chimilioni chia yeisano. Unajua kijana wakati alikuwa na viatu, Ekera atabwate bikoroto. akaenda akanunua viatu, Akagenda akagule bikoroto. akaenda akanunua hata redio. Akagura nonye ne redio akaleta Unajua huko nyumba. Risafu unanunua redio kubwa, Omanye tali risabu okogole redio liemporokomo. alafu unakuja unaweka hapa nje, Wajicha kwabeka aga isiko. unaweka volume kubwa, Kwagoro kwabeka liogiri nene. unaweka muziki ya halisi, Kwabeka muziki oli bwalisi. alafu watu wanaanza kusikiza vile muziki unaimba. Kwa abantu bachaka gotegerera buna nakie. Hao wengine walikuwa hawamtaki, Bali bande batamutagete. wakaanza kumrudia Bagachaka kumuiranira. yaoma tena huyo mintori. Bakamatabi wewe ni ndugu yangu. Unajua wewe ni ndugu Wewe yetu. ndio ndugu yetu. Sasa hata kama wewe ni ndugu yetu, Nonye kole mumuro minto. ya uwezi kutupa kidogo. Ona bagitoko toge ntoke siri ni gake kaiga. Bwana asifiwe. Amen. What am I saying? Inkingo kwana. In your discouragement, Asogo kwa moyo kwao. you are not alone. Tori ayebueka. Kuna huyu Mungu Nyasa oyo na haro. anaona vile umesumbuka, Olio koranga ngakigwa chande kila. anaona vile unahitaji, O manyete ngankioga neti. anaona vile umedharauliwa. Olio rochenga ngakigwa chayirwa ngania. Sasa ameleta 5 million Bona oletire chimilioni sana. kwa kijana mwenye hajawahi shika pesa. Asomo sacha kusomo murota nako kuna besa. Oh, hallelujah. Amen. Ndio sababu ninasema hivi. Na kia korango kwana iga. I am talking to you today Igongo ko kwana lero that iga. in your discouragement Ina sogo kwa moyo kwao. there is a God. Nyasaye no ale. In your discouragement, Asogo kwa moyo kwao. God will intervene. Nyasaye neso anani. Praise the Lord. Amen. Huyu kijana Omo muroyo iga. akaanza kugeuka kuwa tajiri. Agachaka gonchore lyakabete. Wale walikuwa na mdharau Bali balenge ko mochai. wanaanza kumwambia, Bagachaka ko motebi. lakini you are my brother. Ayama etemo Hey, muroyo. remember this. Imnyora ya iga. Bwana, Aye to ibo iramo. wacha kushikilia ile ilikuweko. Tigata kubwatero libiri byakale. Bwana asifiwe. Amen. Kijana huyu maisha yake ikafanya nini? Omo muroyo iga obogima bwa yanga kibwabete. Ikageuka, Bogaonchoreria. watu wakaanza kumtafuta. Abantu bagachaka kumuligia. Bwana asifiwe. Amen. Na mwishowe wakati walimaliza Wahindi wao watu No moeli akaraba indi bali bakolete kwagache. wakaleta tena mchanga, Bakaleta na ando mochangone. wakamwagia ile shimo. Bakamwagase engoreli aroseti kwa sana. Sasa huyo kijana Bono omo muroyo. akaanza kuwa na shamba na lima mahindi Agachaka kotwara omogonda asakolema ebituma. yenye alikuwa amekatasu na hawezi kulima. Olikonyoro kanirwe ngatakolema. Oh, hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Omanene abako. What am I saying today? Kingo kwana igalero. When Elisha was discouraged, Ngekere licha kure moyo. Aitirwa moyo pi. let us read there. Tigato soma. I want you to understand today this. Ntageto manya igalero. When Elisha, I want us to read 1 Kings 19, 6 and 7. Atosome abaruoti yeli tanga ni I want us to read there. There's something I want you Sana to. ne mona isana ibere. The Bible says this. He looked around and saw some bread baked on hot stones. He looked around and saw some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Elio akaligereria akarora ange na somo tuoye omogati ogekeire igorase omorero bwa makara na amache arase getono
akalia na akanywa Elio akarara. Na ino mumaraika uria bwa monene agacha Elia kabere. Yes. Akamukuna akamotebia imukurie ekiagera orogendo n'urutambe okogenda. Bwana asifiwe. Amen. When Elijah ran away, Ekere Elisha atamire. why? Because he was afraid of Jezebel. Ekiagera konyora oboire umukungu oli okuruku Jezebel. Because Jezebel Ekiagera Jezebel had threatened Elijah. konyoro irire Elisha. Because Elijah had killed the prophets of Baal. Ekiagera Elisha konyoro itire ababani bali bonsi bibaba. When you read that story, Ekaroga somo mugano oyo. that is now when Jezebel, Ekinga kiecho na Jezebel. he threatened Elijah. Agatema ko He threatened. kogoseralia Elisha. Yes. Wakati sasa alikuwa amemwambia vile uliua manabii wa Baal, Akonyora omutabiri ngabuna waitete ababani ba Baal. na mimi kesho ikifika Na inche mambige goika. Mungu na mimi aniue kama sijakuua. Na inche nyasangi tonya tinda goita. That is what Jezebel had told Elijah. Ekina ki Jezebel konyora atebiri And then Elisha. Elijah ran away because he was afraid. Elisha agatama ekiagara ni goboete. The Bible says Ebibilia gagoteba that iga. he ran, Agatama he left even his servant somewhere, agatama agatiga omosombo ya he segete. ran again. Agatama naende. This is now when God saw Elijah how he has run away. Aiga no nyasaye te koronga ngaki Elisha atamire. Then now God was bringing in bread for him. Akarua raka moleta ro mugati. So what I am saying is this: Ningo ekingo kwana neke. in your discouragement, Asoko kwa moyo kwao. when you run away, Ekero gotama. may God remember you and bring you bread. Nyasako inyore ako ruhora ko iranie. Oh, hallelujah. Amen. May God remember you Omone na ako inyore. and he even brings you bread. Aruhora ko letero mugati. Wakati umekimbia umetoroka, Ekero gwatamire kwa rule. sababu huyu Mungu ni mwaminifu, Asenga njo nyasao yo igana. sababu huyu Mungu anakupenda, Ekiagara nyasao yo ni gagwanjete. alipelekea Elisha mkate. Akairere licho mugati. Mahali Elisha alikuwa amekimbia, Ase licha konyora atamire gochia. alituma mamalaika Agatoma abamaraika. wapelekee Elijah mkate. Bairere licho mugati. Alituma mamalaika Agatoma omumaraika. wakapelekea Elijah maji. Bairere akairere licho amaji. Na huyu Mungu, Na nyasa oyo in your disappointment and discouragement, asegu akuro moyo pi bado ako na wewe katika jina la Yesu. nara monaya aseli tara Wacha Yesu Mungu akukumbuke tigako inyole nyasaye unaposumbuliwa, ekero gwachandirwe unapokimbia, ekero gotama akuletee chakula katika jina la Yesu. akoletere ndagira aseli tara Yesu Akuletee maji ukunywe katika jina la akoletera Yesu. macho nywa aseli tara Yesu Aliletea Elisha maji. aletere licha macho Mahali Elijah alikuwa ametoroka. licha konyoro utamire Na wewe pia naomba leo hii, naye lero igongo sabaiga kwa kusumbulika na matatizo yako, ina sogo chandeka ne mechando wacha yao Mungu akukumbuke, nganya sako inyole sababu hauko peke yako. kiagera tori ayebweka Huyu Mungu ambaye tunamjua, nyasao yotomanyete yeye anakumbuka watu wako nigakonyora abantu baye kwa shida zako nyumbani. aseme chando ya halinka May God remember you. nyasako inyole Kwa shida zako nyumbani. aseme chando ya halinka May God bring you water. nyasako letera maji Oh, hallelujah. amen Hayo ndio nataka ujue ukiwa unamjua Mungu. ayina arontage tomanya ngonya komumanyete nyasaye Mungu awachilii watu wake. nyasaye tali gotiga abantu baye Alikimbia na Elisha, akamonyoka mo ne Elisha alafu hata wakati Elisha amesema anataka akufe, nonya nekere Elisha goteba ngere na atagitakwe but God treated Elijah with a lot of love, nyasaye akamokolera gusaka mwancha mo ne Elisha with a lot of patience. abwate obolemereri obone I don't know in your ups and downs. timanye tia soko tara kwa orogoro na mahate Can aseme you chando yao treat others who are in need nonya ale gokorera abantu bande bali bagane tio with that bokoyi love and patience? no bwanchani obobo nene amo no kolemereri oko Bwana asifiwe. monena wako Wakati
nyumbani hata watu wamekukataa. nonya narinkekera abantu bakwangire Wamekupatia kashamba hata huko kwa mtoni. bakoira akabole mari gochiroche Mahali hata hakuna barabara. ase nonya ne pareta hiyo Bado huyu Mungu nyasa oli atakukumbuka. nyora ko bolemo. Hallelujah. Amen. Kuna watu walitoroshwa nyumbani. Abantu mbale batamete ko rugo. Lakini leo hii kolenda lero iga wako na mashamba town. Igo babwata amalemo town. In fact wakati umetoka reserve. Ekaro kwa rule reserve ali. Ukikuja town, kogo cha town. Unakuwa mwerefu kama mtu wa town. Igo kobo monto mongaini buno monto bwe town. Ile ujinga wa reserve. Obo sense boli bwa reserve. Inatoka kwa kichwa chako. Igo bokorwa se omotuo. Bwana asifiwe. Amen. So how am I going to encourage you today? That in your discouragements, you are not alone. In your problems, you are not alone. Hata kama kuna shida kwa kazi yako, you are not alone. God will come for your aid. Hallelujah. Amen. Hata kama umeletewa vitu gani, I want to assure you today, you call upon your God. He will come for your aid. He will help you in Jesus' mighty name. The Bible says that we do great things because of the help from Him. Biblia ilisema tunafanya vitu vikubwa kwa sababu yule ambaye ni Mungu wetu anatupa nguvu za kufanya hayo. We become conquerors not because you are clever, but it is because God has given you the power. So how do I encourage you today? That in your discouragements, may God walk with you. In your discouragements, as I finish, I want to say this. In your discouragements, try to make stepping stones. You become victorious because you try to bring the stepping stones. You make stepping stones out of the stumbling stones. And what I'm trying to say, wakati vitu zimekuwa ngumu kwa maisha, jaribu kuona vile vitu unaweza kufanya kwa maisha. Usiweke pamoja na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kitu kingine nataka ujue, you will remain victorious if you don't quit. For those who run away, you will never succeed. But for those of us who will stand put and you do not quit, then God will come for your aid. Praise the Lord. Amen. God has never left His people. He is a God. When you see the truth that you are only human, He will come for your help. Finally, keep fear out of you. Because fear is a spirit that everybody must conquer. When I was reading this, in the garden, in the Garden of Eden, Adam was speaking to God as a father.
Adam akakwana na Nyasaye buna tatoye. But when he sinned, Kulenda karakole bibe. because of that fear, Asenga nchio bwaba bolia. when God was calling him, Ekaro Nyasaye nge komurangali naende. he was trying to hide. Agatema kwebisa. So fear, Aseigo bwaba. when you bring it to your life, Ekaro koleto bwaba asobogima bwao. it is sin Igere bibe. and it will make you run away from your help. Nande negere oran otame korwase obokonyi bwao. So how do I talk to you today? Ngakingo okwanera igale. That in your discouragements, Ngase ogukwa moyo kwao. it is a time that you have to adjust. Ebine biro okwebekerania. It is a time that you look for a fresh idea. Ne chinga kyokoliye birangara liebigani. It is a time that you have to evaluate yourself, Ne chinga kyowe tuka. and then you get the answer of your problems. Oruoronyo rali chibuli omuchanga. And when God will see that, Ne karonya saro lirayo. He will help you in Jesus' mighty name. Nagokonya serie ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kutia kila mtu nguvu. Ndagete komenta kero monto moyo. Shida ziko Emechando nero. na shida zitaendelea, Ne emechando negendere. lakini kwa wale watamkimbilia tena Mungu, Kolende bali baramutameno monene. na kwa wale watajua hautaweza bila huyu Mungu, Na bali bamanyete ngati bakonyara bokonye Nyasaye tai. ninakutia nguvu katika jina la Yesu, Komenta chinguru aserie ya that Yesu. tumkimbilie huyu Mungu, Ngato mutamere Nyasaye. tumuite huyu Mungu, Tomorangeli Nyasaye. na atatusaidia katika jina la Yesu. Nera na tokonya aserie ya Yesu. Atakupenyesha Nanyale kubuetia. vile huyo kijana alitoroka nyumbani Muno mumuroyo igatamete ko rusobo. akaenda kuchuna chai Kericho. Akagenda gotole chali Kericho. Hata wakati alikuwa Kericho, Nonye ne karali Kericho. baraka zilimfuata mpaka huko. Chichi amaseseni yakamubwati mpaka aroro. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kuna wangapi umeshawahi hesabu 10 million ama 5 million. Timanye timbalenga tole mega atuwa nako bale milioni ya mabaka 10. Ni wachache. Na abake. Hata mimi sijawahi hesabu milioni moja kwa mkono namna hii. Nonye ninje tina nako bale milioni ya masoko. Tunaiona kwa maandishi. Igotoko ya rora ase amaliko. Lakini kuhesabu zote pamoja namna hii, Bara chonsi piga ya mago ikae milioni ya mo. hiyo ni neema kutoka kwa Mungu. Obuno buya ase Nyasaye. But wakati Mungu amekuwa na wewe, Kolenda karonya sabe iramo naye. unaweza hesabu mpaka milioni 5. Na boko baragoika Na chimilioni. tena watu wanakubembeleza, enda ufungue account. Abantu bakotebinga bono gendo igole account. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ni Mungu. Oyinya sana. Wakati unaambiwa Ekero manyete. chukua hii milioni 1, Ekero gotebigunga ile milioni. enda ufungue account, Gendo igole account. tena kesho urudi, Nande mambio irane. unapewa another 5 million. Kwaru orokwe guchi milioni chinde isano. Mungu atakutendea makubwa katika jina la Yesu. Nyasaye na gokorera manene. Nataka nikuulize usimame katika miguu yako. Gokobori otene na serie ya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka na wewe umuite huyu Mungu. Ndagete nayo murangeli Nyasaye. Huyu Mungu Nyasaye. ni Mungu ambaye anasikiza vilio vyetu. Nyasaye ko igwekerero giye. He's a God who listens. Nyasaye gotegerera. He's a God who can work. Nyasaye gokora emirimo. He can change your life Na bagonchoreria obogima bwawe. when you live your life to Him. Ekero gotiga obogima bwaye gochiasale. Bwa I want gochiasale. you to talk to your God Ndagete okwanera Nyasaye. kwa dakika moja hivi kabla hatujaenda kuomba. Bwana asifiwe. Amen. We want to thank you, Lord. Asante Mungu wetu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mkuu. Hamna mwingine kama wewe. You are a great Lord. Father, we have come. Your word has just passed the way you wanted, my Father. Now, Lord, utusaidie, utuinue, utuonekanie kwa matatizo yetu. Mungu, usimame nasi na utubarikie. Baba, kwa shida zetu, hali Baba Mungu atuoni njia, hali Mungu wetu, we have been discouraged to a point that we want to run away from you. Lord, how do I pray that again you be with us? And I pray again that, Lord, you walk and reinstate the blessings that we have to get from you. I thank you because of everybody. Thank you because of those who have heard your word. Mungu wetu,
usimame nasi, utuonekanie Baba, utuinue katika jina la Yesu, utende mazuri, sababu wewe ni Mungu mkuu. Jina lako tualitukuza na jina lako tualiinua Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako, asante Mungu wetu kwa matatizo yetu, uwe nasi. Asante kwa kina mama hawa, vijana na watoto na wazee, Mungu wetu, kwa shida zao. Baba wetu, wewe ni Mungu, utukumbuke tena Baba wetu, tunapokuita utuitikie katika jina la Yesu. Asante kwa makuu utayatenda, wacha utukufu kurudie, sababu wewe waweza. Ni kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Basi nataka tu ukubali, kuna mambo mawili nataka tufanye. Kuna mambo mawili nataka tufanye. La kwanza, tuna mtoto hapa tunamuombea. Kuna mtoto hapa namuombea. Huyu mtoto kindly mama director, wapi huyu mtoto tumuombee? Wapi huyu mtoto? Wapi huyu mtoto? Kindly tunapojiandaa tena kushiriki kwa mesa ya Bwana. Huyo mtoto ako wapi? Huyu mtoto Sheila Pendo Afadi, mtoto wa Johnson Mwembi, ndani mama Florence Kefa Omwendi. Wapi huyu mtoto? Wapi huyu mtoto? Asante. Tusome haya maandiko kabla hatujamwombea huyo mtoto. In the book of Mark chapter number 10, we read verse 13 and 14. One day, some parents brought their children to Jesus so he could touch them and bless them. But the disciples told them not to bother him. But when Jesus saw what was happening, he was very displeased with the disciples. He said to them, "Let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of heaven belongs to such like this. I assure you, anyone who does not have the kind of faith will never get into the kingdom of God." Then he took the children into his arms and placed his hands on the heads of the children. So leo hii nataka tuombee mtoto huyu Sheila Pendo Afadi, then mtoto wa Johnson Mwembi, then Florence Kefa Omwendi. Maybe majina hayo sijatamka vizuri, lakini imeandikwa hivyo. Nataka nikuulize mzee tafadhali, katika jina la Yesu. Je, mzee umekubali tuombee mtoto huyu leo? Bwana asifiwe. Hebu ongea na kanisa uambie, je, unakubali leo tumuombee mtoto huyu? Ndio, nakubali. Mami, leo umekubali tuombee mtoto huyu? Ndio. Je, mzee umekubali kutunza mtoto huyu kwa njia safi ya kimungu, na utakuwa ukimleta
Sunday school kila wakati? Ndio. Mami, utafanya hivyo, utatunza huyu mtoto, umlinde kwa njia ya PhD, na akiwa umkue unamleta Sunday school. Ndio. Basi asante. Asante. Wamesema ndio, na kwa kukubali kwao nataka nimuombee mtoto huyu. Kwa kukubali kwa wazazi hawa Johnson Mwembi pamoja na Florence Kefa Omwendi, leo namuombea mtoto huyu Sheila Pendo Afadhi kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wetu na ni Mungu wetu, asante kwa wazazi hawa. Baba wetu, leo wameleta mtoto huyu kwa madhabahu. Nami Mungu kama bishop wao nimeshika mtoto huyu, ninamuombea kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, mtoto huyu ukamlinde, ukamuhifadhi, ukamuondolee nguvu zote za giza. Baba wetu, chochote kitainuka kwa maisha yake, Baba, ninakemea. Na Mungu wetu, mtoto huyu alelewe kwa nguvu zako, Mungu wetu, na awe mtoto wa kutegemewa kwa siku zijazo. Kwa hivyo Baba wetu, ulinde mtoto huyu, umsingire, umlinde, muondolee magonjwa yote, na nguvu zote zitainuka za kigiza zishindwe. Na wazazi hawa uwatie nguvu, Mungu wetu, wanapochunga mtoto huyu kwa hali zote za PhD na kwa Kikristo. Mungu wetu, uwasaidie Mungu, wasiwachilie mtoto huyu, awe ni mtoto atalelewa vizuri, awe mtoto wa kuja kutegemewa. Na mbele ya kanisa leo hii, Baba wetu, mtoto huyu tunasema akabarikiwe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kila mtu aseme amen. Kwa hivyo, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, mama director, nakupea mtoto huyu, pe wenyewe, na abarikiwe katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na wewe mzee pamoja na mama, na wapa cheti hii iwe ni kumbusho ya kuombewa kwa mtoto kutoka kwa madhabahu haya. Na Mungu awabariki, awatende mazuri katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. 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 Barikiwa. La mwisho, leo tuko na mesa takatifu ya Bwana. Kubali tu niitishe deacon pamoja na wale tunashughulikia. Kindly muje karibu. Muje karibu. Muje karibu, tulete hiyo mesa takatifu pale chini kidogo. Kindly tulete hiyo mesa chini. Ya Yesu, tuimbe. Ya Yesu, usafisha
Wale wote tunashughulika hapa muje. All those tunashughulikia mesa hii takatifu muje hapa. Muje hapa. Muje hapa. Tuimbe kidogo, tuimbe kidogo. Tuimbe, endelea. Baba wetu uishie milele. Wewe ni Mungu mkuu na ni Mungu mwaminifu. Baba wetu, leo nami kama mtumishi wako Mungu nataka kushiriki kwa meza takatifu yako. Baba wetu, nimejishusha chini ili ukainuliwe. Mahali nimekosea, sijafanya vizuri, Mungu unisamehe. Na wote ambaye Baba wetu wenye tunashika meza hii kwa kupea wengine, Baba, na waleta mikononi mwako. Mahali wajafanya vizuri, mahali Mungu wetu meenda kando, Baba wetu pia ninawaleta mikononi mwako. Kwa pamoja Baba wetu tunajiwachilia mikononi mwako. Baba, ukasingire, kabariki meza hii tunapoanza kutumia kwa pamoja. Mungu wetu utubariki, utende mazuri, uinue kanisa lako, ubariki kila mmoja mwenye anashiriki kwa meza hii. Baba, iwe kuna kikwazo cha chochote Baba wetu anaona hawezi kushiriki kwa meza hii, Mungu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu ninamuombea. Namuombea Baba wetu, Mungu anaposhiriki na yeye Baba anapokuita umuitikie. Baba, kuwa nasi, na ni kwa jina la Yesu tumeomba hata tumeamini. Amen. Basi Biblia inasema, dakika moja tu. Biblia inasema, that is 1 Corinthians chapter number 11, 23. For this is what the Lord himself said, and I pass it on to you just as I received it. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way,
he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and you, sealed by the shielding of my blood. Do this in remembrance of me, as of 10 of the, sorry. Do this in remembrance, of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." Bwana asifiwe. So when we are sharing this, we are coming together in the hands, and we are coming together as a church and making that we are remembering what happened from those days up to today. Number two, when we share this, there is healing. Pray for yourself. If you are sick, I want to assure you, it shall be well in Jesus' mighty name. So we are now announcing the newness of God. We are announcing a new covenant. We are coming nearer. Sometimes we are remembering. Na wewe shiriki, usibaki nyuma. Kwa hivyo tunapoanza, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, kindly na wewe ukubali tuende pamoja ili Mungu akatusaidie. Basi Baba, katika jina la Yesu, asante Baba wetu kuwa nasi kwa njia ya kipekee. Tuinue, tubariki. Ni kwa jina la Yesu nimeomba, hata kila mtu aseme amen. Basi nataka Baba, asante tunapogawa sasa mkate pamoja na damu yako. Mungu wetu, utusaidie, saidia wapendwa hawa wanafanya kazi hiyo, na ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu na tuseme amen. Amen. Yes. Usafisha kabisa.
hang on. Oh, there is power, wonder-working Power. in the blood, precious blood of the Lord. There is power, wonder-working in the precious blood of the Lord. Sijui kama kuna mwenye amesaulika. Sijui kama kuna mwenye amesaulika ama mwenye amewachwa. Basi kama hamna, tutaomba katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, asante kwa vyote ambaye vimetendeka tangu asubuhi. Zaidi Baba wetu, tumepeana mesa yako takatifu. Kupitia kwa mesa hii Baba, utuinue, utuonekanie, kutana na mahitaji yetu. Walio wagonjwa uwaponye. Kanisa yako inuke. Tutembee kwa pamoja na ututendee mazuri. Wote hata wale walibaki nyumbani, Mungu pia mkono wako ukawanyoshe, ili Baba wetu wakakutane na maisha yako. Baba wetu, kama kanisa tunasema asante kwa yote ambayo umeyatenda. Na mesa hii Mungu wetu iweze kuinua kanisa. Uweze Baba wetu fanya watu ukutane na mahitaji yao na ututende mazuri katika jina la Yesu. Mungu wetu, sasa neno lako pia linipita kulingana na mapenzi yako. Baba wetu, tumemaliza tukisema asante. Tunapoondoka na tunapofanya yenye amebaki, jina lako litukuzwe na utukufu ukurudie. Asante sababu utatenda. Kwa jina la Yesu tumeomba hata tume